Na ninashukuru Bwana kwa sababu ya kupata nafasi hii ya kuweza kuongea kwenye maombolezi ya dada wetu Lazarus. Na ningependa niseme asante sana kwa wale wamekuja, CS, MPs, women rep na waibaji wote, wanamuziki wote, mabishops na watu wale wengine wote ambao mmekuja pamoja na sisi. Ningependa kuwakaribisha kwa nafasi ya kusikia neno la Bwana ambalo litatoka kwenye kitabu cha Wahibrania 10 mstari wa 19. Na ndio nisome hiyo neno, nitawaeleza ni kwa nini nilipoomba niliona passage hiyo ni mzuri sana kwa siku ya leo. Mimi nilimjua Lazarus kupitia kwa radio. Nikiwa primary school ndio nilisikia akiimba nyimbo. Alikuwa anatuambia kwamba wale gai dole ga ngoma na nyingine nyingi ambazo alikuwa naiba siku hizo pamoja na Kafamoyo kwaya, na nilikuwa ninatamani siku moja niweze kumuona. Na wakati nilitoka kwetu nyumbani nikakuja Nairobi kuhubiri, nilimuona, lakini hatukupata nafasi ya kuongea mpaka wakati nilikutana na the late Joseph Kamaru. Akaniambia kuna rafiki yangu ningetaka uende kwake. Na ndiye alinishukua akanipeleka mpaka kwa Lazarus pale wakati walikuwa naishi Rolesho. Tukaenda hapo jioni moja, tukawa tunakula sapa pamoja, tukaongea, tukaombeana. Na Julia akaniambia hata kama wewe si mkulino kama mimi moyo wangu unatambua mamlaka na mafuta ya Bwana ambaye ameweka kwa watu tofauti. Na kutoka wakati huo nikagundua kwamba Julia, ile kipawa Mungu amempa cha uibaji kimetuleta zote pamoja, na ndio unaona tuna wahubiri aina nyingi wa kutoka kwa ukulino sisi na wengine. Ni mama alikuwa anapenda watu. Na kutoka wakati huo tukaanza kuwa pamoja. Amekuja kwetu kanisani kuimba, amekuwa rafiki wa karibu. Hata wakati alikaribia nikasikia amegojeka, nilishukuriwa na rafiki wetu Lahab na Wadhayo na wengine pamoja na mke wangu. Tukaweza kwenda mpaka kwake, na ningetaka kuambia kwamba Julia hakuashiriwa, alikuwa ameangaliwa vizuri. Kuna mtu huwa anawashiriwa, lakini siku ya mazishi unafikiria alikuwa amewekwa kama mfalme. Lakini wakati nilifika kwa Julia, alituambia na mdomo wake, hakuna kitu nimekosa. Na tuliweza kuomba pamoja, na tulikuta vikundi vinaenda huko. Tukitoka tuliambiwa ya kwamba wahubiri wa wakulino ndio nao wanakuja, and we were very encouraged. Of course siwezi kutumia muda mwingi kuweza kuongea mambo mengi yake, lakini inatuelekeza kwa tumkaribie Mungu. Na ndio hiyo Wahibrania 10 mstari huo wa 19 kuendelea hapo mbele inaongea habari ya kumkaribia Mungu. Mimi naweza kusummarize life yake niseme ya kwamba she taught people how to draw close to God. Alutiria ndo gukuhiriria Ngai. Na hiyo ndio maneno nitawasomea mchana wa leo, na kwa sababu nimeombewa nitaingia kwa neno moja kwa moja. Inasema hivi, kwa wale wako na Biblia unaweza kufungua na mimi hiyo Wahibrania 10 mstari wa 19. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pasia, yani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyisiwa mioyo yetu tuache dhamiri baya, tumeoshwa mili kwa maji safi, na mulishike sana ugamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Hiyo maneno ni maneno ambayo imeongea straightforward, na inaanza na verse 19 kusema ujasiri wa mwanadamu kukaribia mahali pale Mungu anakaa panaitwa patakatifu pa watakatifu, mahali ambapo ni mtu mmoja kwa mwaka alikuwa anaingia. Leo ndio watu wengi waweze kuingia. Biblia inasema ujasiri wa kuingia hapo ni damu ya Yesu.
Na mnajua ya kwamba kama kule Western tunashijanga kuku sana, na zingine zinashindwa kwa sababu ya ibada. Kwa hivyo watu wakikosa kuwa waangalifu, wanaweza kubadilisha damu ya Yesu na damu ya kuku, washindwe kuingia mahali patakatifu. Hapa kwetu Central tunashija busi sana. Tunaweza kushinja, tumwage damu, tu exchange na damu ya Yesu, tuwe hatuna ujasiri spiritually wa kukaribia patakatifu pa watakatifu. Kuna wengine duniani wanashija vitu ya aina nyingi, lakini damu ile inaweza kupatia mwanadamu ujasiri wa kuingia patakatifu pa watakatifu. Ni moja tu, ya Yesu. Na ni kwa nini? Kwa sababu Bwana Yesu hakuzaliwa na wanaume. Hii damu ingine yote, hata mimi tumezaliwa na man and woman. Yesu wakati walifanya DNA yake pale Calvary, unaweza kuona hizo story kwenye internet. Wakati walifanya DNA yake kwenye mahali alisulubiwa, walikuta ya kwamba damu yake haikuwa na ya wanadamu wengine kama XY chromosomes, yake ilikuwa ya mwanamke peke yake. Na damu hiyo haijawahi kuwa replicated hapa duniani. Na kwa hivyo leo hata kukishijwa watu 10 ndio Mungu asikie, hata sikia, maana damu ile inaanza kusikia ni moja tu, ya Yesu. Kuna damu nyingi ambazo watu wanaweza kumwaga, lakini kuna watu wanamwaga damu hata ya brother yake, anapeana damu ya shosho, anapeana damu ya mama yake, lakini Mungu hawezi kusikia damu hizi zingine zote, hazina nguvu. Damu moja ya Yesu. Na hii damu ya Yesu kazi yake ni kufanya wanadamu waende mahali kulikuwa kumezuiliwa wanadamu waende. Ilikuwa ni mtu mmoja tu aende. Sasa tunaenda tukiwa wengi kama tumekubali damu ya Yesu. Na kwa hivyo shetani na dunia kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba tutaikosea hii damu ya Yesu. Mtu akisha kosea damu hii, hata kama anajua kuhubiri namna gani, hata kama amekaa kanisani miaka gapi, hawezi kuingia mahali patakatifu. Mtu akikosea hii damu ambaye ilimwagwa kwa ajili ya dunia mzima, kwa kuidharau, kwa kuishukua rahisi, kwa kufanya mambo ambaye ni kinyume na damu hii, mtu huyo hata ingia kwenye mahali patakatifu. Na kwa hivyo hawezi kujua. Mtu alipoingia pahali pale patakatifu, walikuwa wanamfungia mkanda kwa mguu. Maana unaweza kuingia uwe hujakaa vizuri, ukufia na huko, nani ataenda kukuchukua? Sasa walikuwa wanavuta hiyo kamba, wakisikia bado mtu amesimama, wanajua bado hajafanya makosa. Akikufia ndani, walikuwa wanafutwa na hiyo kamba mpaka nje, wanaenda kumuzika. Kwa hivyo ilikuwa hatari. Hata mtu akiingia hapo, alikuwa anaambia watu ya kwamba ninaweza kurudi ama ninaweza kukosa kurudi. Sasa tukikosea hii damu, mahali pale hatuwezi kuingia. Hiyo peke yake, pesa haziwezi. Kama pesa zinaingiza watu watakatifu, watu wengi wangekuwa wameingia, maana wako na pesa. Kama urembo ingetuingiza, kama kuhubiri kungetuingiza, watu wanahubiri kweli kweli duniani. Kama nyimbo zinaweza kutuingiza, waibaji wote wangekuwa pale. Lakini sasa ni damu, si kisomo. Kama ni kisomo, kila mtu amesoma mpaka Bishop Gashara amepata kuwa Dr. akiwa mzee. Bishop huyo rafiki yangu Gashara. Kama ni kisomo, hata mimi nimekuwa daktari nikiwa mtu mzee ambaye nimezaa watoto wote wamekuwa wakubwa. Kwa hivyo kama ingekuwa kisomo, mimi ningewaambia leo niko hapo ninaongea na Mungu. Lakini sasa si kisomo, ni damu. Na ndio hii hata mjinga anaweza kuipata. Hata mtu hajasoma anaweza kuipata. Hivyo ndivyo mstari unatuambia. Na mtu akiingia pale, alikuwa anauliza Mungu maswali mawili. Unasemaje juu ya taifa letu? Unataka tufanye nini? Kuna kitu tumekukosea? Na huyo mtu peke yake ndiye alikuwa anasikia sauti ya Mungu. Hawa wengine hawakusikia. Alikuwa anakuja na kama Zakaria alipoingia kutoka, alikuja haongei. Kaambia mdomo sina. Hawakumuuliza swali, maana wajijua ukiingia huko unaweza kutoka tofauti na vile uliingia. Watu wa Mungu, tuheshimu damu ya Yesu nchini Kenya. Na tukiheshimu hiyo damu ya Yesu, tutajua Mungu anasema nini kuhusu nchi yetu. Tutawasha hata kushindana sana na kupigana. Mungu huyo atasema ni nani anataka aongoze nchi ya Kenya, ni nani anataka ashikilie hii. Lakini tukikosa watu ambao wanaweza kuingia pale patakatifu, tutaishi hapa na guesswork na tutapigana makofi.
Verse 20 inasema, njia ile aliyotuanzia nayo, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pasia, yaani mwili wake. Yesu wakati alisulubishwa alipigwa sana mwili, ndio aweze kutuatia njia ya kuingia pale, na mwili yake ndio inaitwa pasia. Alipigwa sana na watu, alikuwa na anawekwa kitambaa kwa masho, anapigwa makofi, alafu anaulizwa, nani amekupiga? Na Yesu hakusema kitu. Aliulizwa maswali mabaya, walimchoma na mimba kishwa, walimpiga viboko 39, wamemwekelea tukatambaa. Na hii yote alifanywa ndio mimi na wewe, mtu wa kawaida wa dunia hii, mtu ambaye amezaliwa na mwanamke na mwanaume, aweze kuingia kwa ujasiri mahali patakatifu, amuulize Mungu, Mungu unataka nini? Unasema nini? Mungu utanibariki, Mungu bariki huyu. Hivi hata sisi tunaombeana tukitoka kule, tukiombea mtu kama tumetoka pale, Mungu atamfanyia jambo. Na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu ambaye ni Yesu, yeye sasa ndiye kuhani mkuu katika nyumba. Na kwa hivyo katika nyumba ya Ukristo tuna kuhani mkuu, na Biblia inasema sasa tukaribie. Na ndio nimetoa mahubiri ya leo kwa sababu ya Julia. Alitufundisha tukaribie Mungu, na sasa tukaribie mwenye moyo wa kweli. Ukiona umemaliza siku mzima bila kusema uongo, umeanza njia ya kukaribia pale. Uongo imetukura wa Kenya. Hata unaona vile tumekutana hapa, watu wale hawajasema uongo leo ni mmoja ama wawili. Watu hawataki kukaribia Yesu ama kukaribia Mungu. Ni kuamua mdomo wangu utakuwa msafi. Na kwa hivyo ukiamua mdomo wako utakuwa msafi, unaweza kukosa pesa. Maana watu wengine pesa zao wanapata kwa sababu ya kusema uongo. Ukisema kuanzia leo nimeamua kusema ukweli, kuna watu hawatakuwa na mke, maana ile mke wako naye wanakaa naye na uongo. Leo ukisema mimi nitaongea ukweli, kuna watu ambao ile kitambulisho wako naye itabidi wakashukue kingine. Ile leseni wako naye hawana. Ile certificate ya shule hakuna. Yote ni uongo. Ilichenjiwa ikabadilishwa, badala ya hii ikawa si. Kitambulisho kinasema alizaliwa 1970, lakini mama yake anakuambia wewe ulizaliwa 60. So tukiamua mimi nitakaribia Mungu, kuna mambo itabidi tuache. Hata kuna watu wako na sheo, wako na kiti kikubwa, ukiamua leo kuongea ukweli, na kuambia utakuwa raia wa kawaida. Ni vizuri kujichunguza. Maisha yako umesaidiwa na uongo kiasi gani? Mahenire maguteithĩtie nginyaha. Hii mke uko naye wamuhenirie nginyaha. Hii mambo ni vizuri kuchunguza, maana unaweza kusema baba nataka kukukaribia, nataka kusikia vile unasema, lakini uongo. Uko na uongo. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili, imani. Hata kwa utimilifu wa imani. Kuamini ni kuamini ya kwamba Mungu wako na wewe hata kama haumuoni, haumusikii. Siku hizi watu wanataka Mungu anaonekana. Ukiwaambia kuna kitu kinafanyika watakibia. Lakini Biblia inasema tukaribie hiyo kiti kwenye moyo wa kweli na utimilifu wa imani. Leo mtu akikwambia ninakupenda, hiyo moyo yake kama inaweza kushinjwa, unaweza kukuta ya kwamba yeye ndiye anakupangia mabaya. Kikuyu tunasema udhakio tikwendwa. Siku hizi ukiona mtu anakushekesha asubuhi, huenda ikawa ndio siku ya mwisho amekupangia maneno. Leo watu wanakuambia, "Hey, Bwana asifiwe," lakini ukiondoka wanasema, "Huyo mimi naonaga kama ni devil worshiper." Hivi ndivyo watu walivyo. Ukweli wa moyo hakuna. Ni watu wachache sana vile wanaongea ndivyo walivyo. Niliona mtu mmoja ameibisha kwaya mpaka nikashtuka. Nikaona hii kipawa nitapeleka kwetu kanisani, maana kwetu kanisani hawaibi hivi. Muse anaiba kwaya. Akienda akirudi, akienda mpaka tukampatia standing ovation. Rozo tukasimama. Nikamuona kando, nikamwambia sasa, hii kipawa Mungu amekupatia ni vizuri kukuje kwetu. Akaniambia si wewe ni Harrison Nganga hii. Na wewe hautakangi pombe. Nikamwambia sitakangi. Na nikuokoka nimeokoka, si kwamba ati nikikunywa inaweza kuniharibikia kwa tumbo. Nikaonoka. Sasa akaniambia, unajua kuna watu wanasema hawawezi kukunywa
lakini wanasema wakikunywa wanasikia sisi tuliwasha pombe kwa sababu ya kuokoka na hatutakunywa. Sasa akaniambia, hiyo ulikuwa unaona pale, nilikuwa nimekunywa toti mbili za whisky. Sasa kama unaitaka kanisani kwako uniambie ni siku gani. Nikamwambia kwaya hiyo yake ikae, na akaniambia na tafadhali usiniharibie kazi, usiseme. Kwa hivyo hata kama hapa nimesema sitawaambia ni nani, nisimharibie kazi. Na bado anafanya hivyo, anaipiza tu. Ni watu wangapi wanaongea maneno na mdomo, lakini the heart means the same. Combination ya mdomo na moyo inaitwa faith. Moyo wako na mdomo wako ukiongea kimoja, wewe ukisema mambo ifanyike, itafanyika. Lakini watu wengi vile wanasema, moyo inasema opposite. Ukisikia mtu anasema I love you, moyo inasema opposite. Hakuna kitu kama hicho. And as we continue, Biblia inasema hivi, huko tukiwa tumemnyunyisiwa mioyo, tuache dhamiri baya, tumeoshwa mwili kwa maji safi. Dhamiri na mwili ni vitu viwili ambavyo vinaweza kuzuia wewe uingie karibu na Mungu kwenye patakatifu pa watakatifu. Dhamiri inaharibika kwa sababu ya wewe kukosea. Ukienda jioni kuna kitu kinakuambia ulikosea, unakipuuza, dhamiri yako itakufa. Kila mtu ambaye ameokoka hapa na kila mtu amezaliwa dunia hii, Mungu alikuweka kitu kinaitwa dhamiri. Dhamiri ni ya kukuambia, na vile uliongelesha fulani ilikuwa mbaya, vile ulisema ilikuwa mbaya. Dhamiri dawa yake ni kutubu. Na leo watu hawapendi kutubu. Hata kuna watu tangu uoe haujawahi kusema sorry, maana lugha yako haina kutubu na kusema sorry. Kuna watu tangu uolewe haujawahi kusema sorry, na tunasema wewe ni mtu wa kiburi kama hausemagi sorry. Na ya mwisho inasema tuoshwe maji mili na maji safi. Siku hizi watu wengi hawapendi kuoga, wanatumia perfumes, wanatumia vitu nyingi, na Biblia inasema kama mtu ataenda mahali patakatifu aoge. Isipokuwa ni siku hizi tuko na social distance, watu wengine ukiwakaribia unaenda nyumbani kama kichwa kinauma. Hawajaoga. Na wengine wameoga hapa tu uso, wengine ni marashi wameweka, na wengine ni madonikia hata marashi hawaweki. Anatokea tu hivyo. Halafu anasema nataka Mungu anisikie. Akusikie saa ngapi? Na anasema kama utakuja kuniomba uoge mwili na maji safi na usioke na maji mabaya. Na ndiposa tunahitaji kuombea Kajo ya Nairobi, maji endelee kukuja na iwe safi. Ona, hiyo ndio neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tuwe wasafi. Na ndio hata sisi tunahubiri tukifaa tukiwa wasafi, na tumeoga tukiwa wasafi, tuwaonyesha mfano. Mungu sasa anataka mtu aende mahali patakatifu kwa njia nyingine. Na anatuambia tuwe wasafi kwa mwili, tumeoga. Na nyinyi mnajua vile Julia alikuwa smart. Wewe wangapi hapa mmewahi kuona Julia akiwa si smart? Huyo mama kila mahali ukimkuta, hiyo nguo yake ni kama inaketiwa chini kupigwa pasi kila siku, kutoka juu mpaka chini. Mimi sijawahi kumuona na kagua tu hivi ati kwa sababu ati ilikuwa hivi. Kila wakati alikuwa amefunga mpaka shingo, amekaa vizuri. Na kuna watu unaona hata vile amefaa, hata yeye mwenyewe hawezi kukubali ya kuja kwako, na anataka kwenda kwa Mungu. Mungu na mimi ni nani mkubwa? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni neno la Mungu, na linamaliza na kusema mulishike sana ugamo letu na tumaini letu lisije likageuka. Kuungama ni kuwa unasema kwa mdomo wako mimi ni wa Kristo. Hapana badilika jioni ikifika. Ikifika jioni unakunywa. Tukikuja kanisani, Bwana Yesu asifiwe, lazima hii mambo ikome katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sio salamu. Bwana asifiwe ni kusema ya kwamba mimi ninaishi kama Bwana Yesu. Kwa hivyo asifiwe. Lakini sasa watu wameokoka mpaka saa 12:30 hivi, saa 1 wokovu inaisha. Ile vitu anakula na anakunywa, hawezi kuamini. Na dakika mwisho nikikaribia, ningetaka kusema Julia alisucceed katika ministry ya nyimbo, akaweza mpaka kuwa na anakaa vizuri hapa Nairobi, akawa na hizo biashara mmesikia, na yeye hakubadilisha wokovu. Mnajua kuna kitu inakuja na success. Ukiwa successful hapa duniani ufanikiwe,
Kuna tamaa zinakujanga hauzielewi. Hizo zinafuatanga wadosi. Washifuati watu wadogo. Wona no wage ya besha na no wage ido na no wage ya rito na no wage igweta na no wamenyeka. Hari kiundu kiaragiria mundu. Nduongerere atumia uyeneri. Ukisema mwakiwe. No kaibwa nigikwaririe muno ukagwa na riu ni tawo ingiongerera. Sasa naweza kuongeza nani? Sasa mafuta imeanza kuwa nyingi kwa mwili. Kisikia hiyo story zimekuja imeanza kuwa nyingi. Na ukaigwa kage gakwira riu uri. Gacohi gathondeketwo ni ngai shaitani akioya. Na ukaigwa riciria riu ni rathimo na kweli. Nyamu ino itinga yukuragia bare. Hii ni Mungu anakuza asali si ya Mungu. Sasa hii nakujaga na mafuta. Na riria wale mutheni niguo augaga ithuĩ tunywaga cai ni undu wa Yesu. Sisi tunakunywa cai kwa sababu ya Yesu. Mafuta ikikuja leta vitu vingine. Nitawashia hapo Injili tumehubiriwa na mama na imetutosha. Mungu abariki. Washa niwaombee. Washa niwaombee maombi ya kufanya nyinyi mtamani kuingia patakatifu pa watakatifu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba utuhurumie ndio tuweze kuwa wale watakapoingia patakatifu pa watakatifu. Hapo palikuwa panaingia mtu mmoja kwa mwaka, na leo umekubali zote tuingie kama tutatimisha hiyo mambo tumesikia. Baba, katika hii maombolezi ya dada wetu mpendwa, nimeongea mambo haya maana ametuacha na tungependa kuenda mahali alienda. Ukatukuzwe mfalme. Bariki watu wetu walio hapa, bariki viongozi wetu, bariki watu wote wamesikia hii ujumbe hata wakiwa nje ya nchi hii na wakiwa katika nchi hii ya Kenya. Kila mtu akawa na tamaa ya kumkaribia Mungu na kwenda patakatifu pa watakatifu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mungu awabariki.